The heart of Africa, the pulse of entertainment. Mwanabongo TV, watch the vision. Karibu Mwanabongo TV, mahali pa hoja nzito, maswali magumu, comedy zisizoacha mbavu zako salama na maswali ya ajabu. Usisahau kulike, subscribe na share. Wewe bwana usikie wewe. Mshipa huu unaongangania nini? Wewe umeshapewa, umeongezewa mshahara na umehela unapata kutosha. Kwa nini wewe mshipa utoi bwana? Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Hebu sikia kwanza, subiri kwanza na kurudia hapo. Kuna ndugu kaja hapa mara moja. Sawa sawa. Sasa fresh kama gani? Sasa issue unasema bwana nje. Sasa hapa nimesikia alikuwa anazungumzia mtu kuhusu habari za mshipa. Nakumbuka kipindi kile tunasoma, kuna kipindi fulani hivi walikuwa wanakuja madaktari kutoa chanjo za matende na mabusha. Hivi labda nikuulize, kwa mfano mimi ninavyojua, ukiwa na busha kama mfuko wa simenti baharini kuzama. Zadini. Ni kweli kwa busha. Kwa busha kama busha. Mimi ninavyojua sio mfuko wa simenti tu. Yaani ikawa hata na kilo 5 baharini huwezi kuzama. Yaani ile boya huko na wewe. Namna ile busha linavyokuwa Alibobo. Halo. Bwana vipi bwana? Safi kwema? Bwana nipe habari huyu ndugu yako. Mshahara umeongezwa, pesa anapata, huu mshipa wenyewe hataki kukolesheni na kuaje? Sawa, tutafanyaje? Sema kabisa, unaona ile imetulia. Mama ndugu watazamaji, game over. Ndipo kipande cha kitaa fulani ambapo nisha kutokea siku za nyuma hapa. Kaingia sasa. Bila shaka wewe ni waheri wa afya kabisa. Tutaenda kuanza kipindi chetu cha maswali na majibu. Tutaenda kuuliza swali kwa wadau, alafu na wewe mwenyewe hapo pia utachangia hoja yako chini, ingekuwa ungefanyaje. Kipindi ni Mwanabongo Online, maswali na majibu. Bwana, habari za masiku bwana. Naona umesikia kama kawaida. Sasa wewe bwana, nimekuta unaongea na simu hapo kuhusu masuala ya mshipa. Ndio. Mambo ya mabusha, bila shaka kuna kipindi fulani nakumbuka walishatoaga chanjo mpaka mashuleni. Hayo mambo yakishaanza kufifia, lakini naona kuna jamaa bado anahangaika nayo mambo kama hayo. Bwana kuna rafiki yangu anahangaika na mambo ya mshipa hiyo. Ukiangalia kipindi cha nyuma alikuwa anapiga kelele, hela hamna. Lakini sasa mimi nashangaa sasa hivi pesa imeongezwa na pesa anapata kulikweli. Mshipa hana, ndio nampigia simu sasa hivi inakuaje mambo hayo? Au labda baada ya pesa kuongezwa wewe unaongeza mke baada ya kupunguza mshipa? Suma nielewa vizuri. Nashangaa kanikatia simu ghafla vitu tu hapo. Na jamaa ile anayo. Yaani hivi sasa hivi unavyosema kazi anao miaka 10 kabisa. Jamaa sio anaongeza mshahara. Mzigo umeongezwa. Sasa tuende kupasua au? Sasa ndio hapo sasa ndio maana namuuliza Jamaa yuko sawa kabisa. Kakata simu. Jamaa atakuwa yuko sawa. Kakata simu sasa. Sasa mimi nataka niulize hapo. Hivi kwa mfano ukiwa na busha kubwa kama mfuko wa simenti baharini unazama ama unaelea? Sababu hapo na lazima uzame. Wewe mbona unaongelea kijana na unaongeleaje wote? Wewe usio hata kufanya kazi kwenye meli na mbusha. Bila sikia ukiwa na busha baharini unaelea anaposikia wewe. Wewe lazima uzame wewe. Ndio huyu mambo ndio namwambia kwa sababu kazi zinakubadilishia. Leo una kazi kesho una kazi. Ukiwa feli inakuaje? Sasa na kwa mfano ukiwa na busha kubwa kama mfuko wa simenti, je, unaweza kuamulia ugomvi watu wakiwa wanapigana? Yaani wewe swala lote hilo haliwezekani kwa sababu kuamulia ugomvi naye kazi. Yaani kama zimechanganya ile kati pale unaingia kazi wewe unamjia hapo hapo. Unakuwa na mzigo ile mzito ule mzigo. Na ule mzigo wenyewe babu umejaa maji, yaani umejaa maji. Hata hospitali wanapopasua lazima huwa anatafuta pipa ndio wanatenga kwa mbele ndio ile. Sasa vile utapigana na mtu.
Sasa kwa mfano una vijana wakubwa wamenyukana, ugomvi umekolea na wewe unabusha. Huwezi kuingia kati kwa muda wewe, yani ugomvi wako kupiga kelele, ugomvi upo kule. Unapiga hapo. Uindika hapo kuna mawili. Unaingia au sija kutegemea na mtu mwenyewe sasa. Kwa mfano unaona familia wanapigana pale, kutegemea na mtu mwenyewe huyo. Kwa kama ni mtoto wako pale unaona kazidiwa. Bana masuala ya busha au unaweza ukiwa unabusha kama mfasi baridi ya uvami, wewe unapoona unataka mambo baridi. Huwezi kupinga namna hiyo. Alafu wewe unavyoona kila siku unatuuliza maswali juu ya mtu kama wewe mwenye busha kubwa. Wewe hilo jambo unalionaje? Unaona limekaje? Na mimi bwana, kuna ndugu yangu mmoja alikuwa na busha kubwa kama kwa simenti. Yule bwana alikuwa anadaka mpaka alikuwa vizuri sana, lakini sio timu kubwa. Hiyo mchangani. Mchangani. Ni kusema ndio usajiliwa Simba na Yanga au Azam. Au Singida Big Stars. Ile kindaki wanacheza na Yanga. Wewe kae pale na busha wako unakuwaje? Hata kama pale uwezo una kipaji tunahitajika pale, alafu na bongo ya busha kama kwa simenti. Utacheza ligi daraja la kwanza. Sio ligi kuu. Hata kipaji unacho lakini. Sawa, ligi kuu huwezi kuchukuliwa kwa sababu yani kigezo ile busha. Baba, shida sio ule mzigo. Mara nyingi unakuwa hivi. Alafu ule una tabia mbaya. Unavyopiga hatua ya kwanza, wenyewe una tabia kwa unarudi nyuma na maana unaenda hivi. Kwanza ule mzigo baba ukiwa nao, umesikia? Kwa sababu unatembea kwa kigaoni tu. Kuna ile yani lazima usiwe kama kuna vitu fulani kwenye mwili. Sasa uko na busha kubwa kama kwa simenti msikitini unaweza kupiga adhana. Alafu msikitini unapiga tu. Kwani usipige unapiga. Na ile si sauti. Sasa mibusha sasa msikitini ndio yake. Hainaga shida. Haina shida. Lakini wewe ushakuona mtu mwenye busha kama kwa simenti akapiga adhana msikitini. Huwezi kupewa nafasi, nimekuambia ile busha, huwezi kupata michongo ya kazi kama una busha. Si mambo ya kiimani anamtaja Allah, lakini ndio nakwambia inakuwa ngumu. Kwa sababu kuna ile kuamka asubuhi wewe busha lishagoma tayari. Inakuaje? Na kutaka kwenda jioni ile una timing gani? Inabidi kama ulikamata kama unapiga roba ile. Upange hata nyumba unaopanga. Ile bwana, kwa mimi ni kwa sababu kuna mzee wangu alikuwa nalo. Sasa ile mzee bwana kumwambia nenda ukapasuliwe. Mzee wangu ana mbishi. Ila nilivyo kwa naona anavyoenda toilet. Maka ile si mzigo, maana si unakuwa unacheza kama mpira. Nicho kwa nakiona kwa macho yangu. Alikuwa anaukamata anakunjia hapa, alafu ndio ile. Yaani kama ushaona mtu anakunja msuli. Kwa sababu ukienda chooni anaweza likatua kwenye msuli. Kuna bibi mkamata kama ni tiroba hivi. Alifanya hivyo. Anamkamata hivi kama msuli, anasimia hapo ndio ile. Una mzee mwenzangu ile ndio ile. Anaweka mpira. Anashika tu analibani hapa upande wa kushoto ndipo anaenda chooni. Kwenye mazingira yao na ambayo hiyo inaitwa pension ndogo hospitali. Pension ndogo. Gharama yake ndogo sana. Yaani gharama yake alafu wale watu wanatoa kipaumbele sana. Ukikuta mzungu msaada unapata. Sasa jamaa ukaenda kwenye simu pengine labda ndio la kulogwa hiyo. Ndio maana hapa amekata simu kakimbia. Kwa sababu wenye mabusha wengi wanapenda wake wawili. Bwana mshahara muongeza utaongeza mke au utatumbua busha. Kakata simu. Pamoja sana. Fresh mwanangu, sisi tuko mtama. Shukrani sana wadau ndugu watazamaji. Nashukuru sana pamoja sana. Welcome to Mwanabongo TV, your home for engaging African stories and entertainment.